Sawa. Wagonjwa wameletwa kutoka Bahai. Tulipata habari kwamba kuna wagonjwa wamekula nyama huko, na waofisa PHO akaenda huko. Kufika huko alipiga simu kwamba 5 need to be brought. Waliletwa, wamekuwa on fluids because walikuwa na diarrhea na vomiting. So tunaendelea na matibabu. Muda kidogo pia akasema hao kuna wengine 7. So we have a total of 12 patients, 2 adults and 7 children. Ilikuwa siku ya Jumanne, kuna ng'ombe ilichinjwa kwa reserve, na hiyo ng'ombe inasemekana ilikuwa mgonjwa. Alafu kuna mtu mwenye alitembea na hiyo nyama akatuuzia, ndio tumekuwa affected hivi. Ni kuhara na kutabika. Na hiyo maumivu ilianza Jumatano usiku. Tulikula kwa familia ya jumla, lakini watu wenye waliathirika ni watu wawili, mimi na mtoto. Ng'ombe imekufa kwa kijiji kwa jirani yangu ambaye ni landlord wangu. Hatujui ilikuwa imetipiwa, ilikuwa imefanyaje, lakini sasa ikapewa kwa watu kwa kijiji. Kaanza kuiuza, ingine wakaleta hati kwangu. Sisi kama wasasi hatuko kwa boma. Watoto wakakula 6, lakini 4 wameathirika wakapa ndani. Watoto wangu venye wanafuatana tu, wasichana, mvulana mmoja. Ningependa tu kwa hamasisha umma kwa ujumla ya kwamba hakikisha kama ni nyama ama chakula, hakikisha unakula chakula ambayo imepimwa na inatoka katika bucha. Mambo ya nyama ambayo inatembezwa ni hatari sana. Tutasema tumepoteza mtoto kwa ajili ya kula nyama ambayo amekufa. Sometimes tukula nyama ambayo wamepima, nyama ambayo imetoka kwa duka, ambayo imekuwa approved na daktari.